wachezaji wamepambana, benchi la ufundi wamepambana na mashabiki wamepambana kwa nafasi yao kuhakikisha wanakuja kuisupport timu ili iweze kupambania alama 3. Alhamdulillah tumezipata, tunamshukuru Mungu. Tumeondoka na alama 3. Tunaangalia mechi ijayo ambayo tutasafiri kwenda pale Arusha kuhakikisha tunaenda kuzifuatilia pia alama 3 dhidi ya Fountain Gate. Of course mimi Selemani Mwalimu kwa wachezaji wazawa hasa wanaocheza kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji sijawahi kutoa Clement Mzize. Selemani Mwalimu pia ni best ya Tanzania kwa wachezaji wa wazawa. Kwa hiyo mimi nampongeza na imani akiendelea kupata muda anao uwezo wa kufanya kila kitu na kuhakikisha anaisaidia klabu ya Young Africans kupata matokeo ya kuweza kutetea ubingwa wetu tunaotetea. Hayo ni maneno ya washamba baada ya kuwa tu wamemkosa. Wale walishindwa kusema ukweli, walikuwa wanahitaji hela ya ubwabwa aliyokula pale kambini kwao. Kwa hiyo wangesema hata mimi mwenyewe ningeweza kuwalipa 2500 hata 5000 sio mbaya, ili tu mchezaji acheze kama ndio ilikuwa shida yao. Lakini hayo mambo mengine ni maneno baada ya wao kukosa. Shida ya kuwa na pesa benki. Tena pesa yao haiko benki, pesa yao iko mkoba. Sheria ya mkoba ni lazima pesa itoke saini za watu watatu mpaka watatu. Watu watatu, wa kwanza ni mwanamke ambaye anaishi Nairobi, wa pili anaishi Tanzania, watatu anaishi Saudi Arabia. Kwa hiyo isingekuwa rahisi kukusanya saini za hao wanaotakiwa kusaini ili wampate mchezaji. Kwa hiyo pesa iliyoko mkoba ni shida sana kupata, kwa sababu mpaka uje ukusanye saini za watu mbalimbali wafike watatu mpaka watano uweze kuzipata zile saini ili uweze kupata pesa iliyoko mkoba. Kwa hiyo maneno mengi hayawezi kumuondoa Selemani Mwalimu mchezoni. Mimi nina imani atatulia na atatuliza akili na ataweza kuscore kuisaidia klabu ya Young Africans kupata matokeo yatakayotufanya kuendelea kulitetea kombe ambalo tumeshikilia. Asante sana Abraham. Ya tangu mechi iliyoisha dhidi ya JKT niliwaambia, kifuatilia interview zangu zote niliwaambia kwamba leo kafunga Sharulile, mechi ijayo anafunga Ustaz Shehe Ture na amefunga. Kwa hiyo sijawahi kukosea kwa sababu mpira anaujua. Mimi nilikuwa na imani atafunga nani Ture na ameweza kuscore, amewafunga midomo. Wasimfananishe yule mpiga karate dhidi ya mcheza mpira. Kwa hiyo mimi nina imani Ture atafunga sana. Ni swala la muda, dakika atakazozipata, kwa sababu unajua mchezaji wa mpira hahitaji kupewa dakika nyingi. Mchezaji wa mpira anahitaji kupewa dakika chache na mpira tu. Masuala ya kusema tumpe mchezaji mpira, tumpe mchezaji muda ni vitu vya uongo, kwa sababu hata tachi ya Ture inaonekana ni tofauti na tachi ya Duke. Umeelewa? Wewe mtu na golikipa anapiga mpira juu, lakini Ture unaona kabisa zote anazopiga aidha kwa golikipa okoe au hawa amebanwa na mabeki. Kwa hiyo mimi naamini Ture ni bonge moja la mshambuliaji. Atakuja kuwadhihirishia wale wachambua mchele ambao ni wanafiki, kwa sababu hii nchi asilimia kubwa inawachambua mchele na sio wachambuzi wa mpira. Kwa na imani atafunga sana na atapeleka maneno mengi sana kwa wale wachambua mchele, watapiga chini magoti kuomba samahani, kama ilivyokuwa kwa Alan Okello walivyoanza kumfananisha kwamba yeye anachomzidi Dennis Nkane ni Kiingereza, lakini mwisho wa siku walipiga magoti na kuanza kuomba samahani, kupeleka heshima kwa injinia kwa kumleta. Semaji anasema kwamba labda Striker taifa benki wa mruhusu kwamba acheze pesa. Unajua kilichotokea pale upande wa pili, mimi ndiye niliyezingua. Unajua mimi bosi wao alinifuata nikawa mshambuliaji wa mwisho. Alivyonitajia hela iko benki, nikamwambia sihitaji baba ambaye hela yake iko benki, kwa sababu iko siku kadi itamezwa, alafu mwisho wa siku mimi nitakosa kula, nitakosa malazi, nitakosa kula vizuri, nitakosa kiwanja cha kufanyia mazoezi, kisa pesa iko benki. Lakini wasiendelee kumpa pressure yule kijana. Mimi naamini ni mchezaji mzuri, kwa sababu unajua Watanzania wengi wanaamini kwamba mpira wa sasa hivi bado una dominate kwa mastrika. Mpira wa sasa hivi umeisha hama kutoka kwa mastrika. Huo mpira wa kumtegemea striker akina Delima, akina Pele, akina Benzema ulishaga toka huko. Ndio maana kina Real Madrid wanawasajili kina Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sio striker.
lakini kinachotakiwa kutengenezwa ni kuitengeneza safu ya ushambuliaji kuwa hatari kuliko kumtegemea mshambuliaji mmoja. Hakuna slogan ya sasa hivi ya kumtegemea namba 9, ila namba 9 anatakiwa awe ni chanzo cha magoli kupatikana. Sasa ukimlaumu Dombia ameondoka na mabeki wawili mpaka watatu, washambuliaji wengine kina Chama kina Maharwa wanakuwa wako wapi? Ndio maana sisi tunampongeza sana Peter Sharulile anapokuwepo pale, anasikoa Kangwanda, anasikoa Mudathiri, anasikoa Max Nzengeli. Leo kasikoa Max Nzengeli, goli lake la tatu, ndio. Kwa hiyo maana yake ni nini? Anapokuwepo Peter Sharulile, mabeki wanajua kabisa uhatari wa Peter Sharulile. Tukimpa nafasi moja anaweza kutuadhibu. Wanachokifanya wale mabeki ni kujikipu bize na Peter Sharulile na wanamwachia nafasi Kangwanda, Zakuani, Max Nzengeli, Mudathiri haya na viungo washambuliaji wengine kuweza kuscore, kwa sababu the end of time ya dakika 90 tunachokiangalia ni matokeo ya timu na sio matokeo ya mchezaji. Peter Sharulile hajaja kwa binafsi yake yeye, amekuja kwa ajili ya timu. Kwa sisi tunahitaji matokeo ya timu zaidi kuliko kuhitaji matokeo ya mchezaji mmoja. Karibu. Jessica, wewe ni miongoni mwa mashabiki wachache ambao licha ya utani unapenda sana mpira wa ushindani. Kama unavyoona sasa hivi mtani wako ni kama vile mtoto. Unaweza ukatoa neno gani kwa mtani wako ili soka la ushindani liweze kurudi na pale juu pawe pamoja? Haja drop. Wapongeze wapinzani anaokutana nao, wanaoonyesha ushindani. Na hata sio kwamba wapinzani wanaokutana na Young Africans kwamba wanakuwa wanacheza chini ya kiwango. La hasha. Ila Young Africans anakuwa bora mbele yao, kwa sababu Young Africans kwanza yeye ndiye bingwa mtetezi. Kwa hiyo ni lazima acheze bingwa. Kwa hiyo kabla hujamuandaleti Simba, lazima upongeze wale wadogo ambao wamekuja. Kabla hujawaandaleti Al Ahly, lazima upongeze vilabu vilivyokuja vilivyosababisha kuonekana Al Ahly. Umeelewa? Kwa leo hii bila kudrop kwa Wydad, Simba usingemuona kimataifa. Bila kudrop kwa TP Mazembe, Simba usingemuona kimataifa kwenye michuano ya kimataifa. Bila kudrop kwa Enyimba, usingemuona Simba Sports Club akisurvive kwenye michuano ya kimataifa. Bila kudrop Raja Casablanca, bila kudrop FAR Rabat, usingeweza kuona Simba au Young Africans wanaweza kufanya vizuri huko kwenye michuano ya kimataifa. Ni lazima kuna timu imedrop ndio wewe ukapata chance. Kuna mtu amekuja hivi ndio wewe ukaonekana umedrop. Madrid sio kwamba ni mbovu. Madrid amepata wapinzani ambao wameinuka. So kila timu eti kwamba isipobeba ubingwa basi ni la hasha. 2015-16 Leicester City anapanda anabeba ubingwa wa ligi pale leo. Sio kwamba timu nyingine zilikuwa zimedrop. Ila msifie Leicester City kwa kiwango alichopanda nacho na akaweza kudominate. Na ndio maana alibeba ubingwa, akauza wachezaji, akateremka na ubingwa na akiwa anashiriki. Kwa hiyo mimi kabla sijawaandaleti Simba, naomba niwapongeze wapinzani ambao wameingia sokoni kuweza kutafuta wachezaji ambao wameweza kuja kukompiti kwenye ligi yetu na kuhakikisha na wao wanaweza kujitangaza wao na kuitangaza ligi ya Tanzania katika michuano katika mataifa ya mbele. Leo Fountain Gate ana wachezaji wa kimataifa. Leo Pamba na wachezaji wa kimataifa. Leo walikuwa wa Nigeria, wa Kenya. Umeelewa? Coastal Union ana wachezaji wa kimataifa. So angekuwa na wachezaji wazawa peke yake, usingeweza kuona huu ushindani. Kwa nini ushindani umekuwepo? Ni kwa sababu kuna maingizo ya kimataifa ambayo yapo, ambao wengine walipita kwenye academy au walipita kwenye misingi sahihi ya mpira, lakini leo hii tunao katika vilabu mbalimbali, japokuwa sio vilabu vingi, lakini kuna utofauti wa miaka ya nyuma na sasa hivi. Simba ana dominate mpira wa Tanzania ile misimu minne, Simba ya Uchebe ni Young Africans na Simba na Azam walikuwa na wachezaji wa kimataifa. Lakini leo unazungumzia Young Africans na wachezaji wa kimataifa, Simba na wachezaji wa kimataifa, Azam na wachezaji wa kimataifa, Coastal Union na wachezaji wa kimataifa, Pamba na wachezaji wa kimataifa. Yaani kila timu hadi Prison ambao walikuwa hawasajili wachezaji wa kimataifa hadi JKT leo hii unakuta wana wachezaji wa kimataifa. Umeelewa ni kwa nini? Kwa sababu wanatafuta ile ligi ya utofauti wa wachezaji wazawa na utofauti wa wachezaji wa kimataifa kuja kuleta combination kwenye timu kwa wachezaji wa Tanzania ili kuhakikisha wanaweza kufanya vizuri na wao wenyewe kujitangaza kama wachezaji na kutangaza ligi ya Tanzania. Jessica, tugusie kidogo kwa mchezo ambao unafanya. Unaona unaenda kwa mchezo wa
Mimi naamini utakuwa ni mchezo mzuri, ni mchezo ambao utakuwa na upinzani mkubwa, sababu Fountain Gate haijawahi kuwa mechi rahisi, hasa kwenye uwanja wake wa pale Arusha. Kwa hiyo mimi naamini ana wachezaji wazuri, ana wachezaji wanaotoka Nigeria, ana wachezaji wa Tanzania, na wachezaji wengine ni ambao wametoka kwenye timu ya Young Africans, wachezaji wengine ni ambao wametoka kwenye timu ya Simba, wachezaji wengine wametoka Azam. Wanaijua vizuri Young Africans na wanajua pia Young Africans ana kiu, ana uchu wa matokeo katika siku. Kwa hiyo nina imani wataleta challenge, wataleta upinzani dhidi yetu, lakini haitamfanya Young Africans ashinde kutafuta matokeo. Sababu Young Africans yuko vizuri pia kitimu, lakini pia ukiondoa kitimu anaweza akatafuta matokeo kwa performance ya mchezaji mmoja. Lakini kuna pia kitu kinaitwa team management. Bado unapokuwa umeshindwa kutumia mbinu za mwalimu, kuna kitu kinaitwa team management. Wachezaji wenyewe uwanjani wanatumia team management kuhakikisha kwamba ni lazima waondoke na alama tatu. Wanajua wakidondosha alama hata moja, wanajua nini kitakachotokea baada ya msimu kutamatika. Kwa mimi nina imani tutaenda kupata mechi nzuri yenye ushindani ndani yake, lakini bado mwisho wa siku tutapambania matokeo ambayo ndio yatakayokuwa yametupeleka kwenye mechi za ugenini kwenda kuyatafuta. Asante sana.